Kwa hiyo kwangu mimi niseme Yanga ameprove odds, ameprove thamani yake, ameprove uwezo wake, ameprove namna gani ambavyo anaweza kuiendesha taasisi. Kwa pongezi kubwa zile kwa Engineer Hersi. Na hii niweke wazi, Simba sio dhambi kujifunza kwa klabu ya Yanga namna gani wamefanya huu mchakato mzima unaoendelea hivi. Kwa sababu hata hilo tamasha la Simba Day, Yanga Day, Yanga walikubali kujifunza kwa Simba kwa sababu wao ndo walikuwa watu wa kwanza na waanzilishi, lakini wakaona hili ni jambo jema wakajifunza. Viongozi wa Simba wakubali kuchutama, wakae chini, wajifunze kutoka kwa Engineer Hersi mpira wa kisasa unaendeshwaje. Hivyo tu. Lakini tukiendea hizo janja, fedha ziko benki bwana, au mwenyekiti, rais wa heshima unasemaje? Na hao wengine huku wanainuka. Kitu pekee ambacho mashabiki wa Simba wanaweza kukifanya kwa umoja ni kuweka vifungu pale Jangwani. Nje hapo hakuna kitu kingine ambacho tunaweza kufanya kwa umoja. Kwa nini? Kwa sababu wanajua mwenyekiti wa klabu ya Simba, Murtaza Mangungu, katika sherehe ya familia ya miaka 90 walitakiwa wapate dira ya klabu yao miaka hii mingine wanayoiendea wanakwenda kufanya nini. Kwa sababu baada hapo watafika miaka 100 kwa sababu miaka 10 bila plus 90 inakuwa ni 100, sio? Mwenyekiti aliyepewa dhamana na wanachama, vision yake ni nini? Lakini walimtenga wakamweka pembeni, hawakumpa nafasi ya kuzungumza. Kuna mtu mmoja ataondoka atasema mbona miaka yote yazungumze? Yes, miaka yote sio anniversary ya miaka 90. Hapa tunazungumzia anniversary ya miaka 90. Kwa nini mwenyekiti hajazungumza? Na kwa nini apewe credit yake? Kwa nini apewe heshima yake? Madhara yake ndo kama haya, wanapewa watu ambao ni 10% wapigaji vurugu nyingi, mwenyekiti anakaa. Alafu yakitokea watu wanamsema Mangungu. Nilijiapiza nitaruka na yeyote ambaye ataruka na Mangungu kwa msimu huu, kwa sababu wanamkosea adabu, wanamkosea heshima mwenyekiti. 51% na 49% zipi ni kubwa? Hawa wamechaguliwa na wanachama. Huyu ni mtu amekuja kama mwekezaji, lakini pawa wanaopewa ni kama akiondoka yeye hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika Simba. Sio kweli. Wapo watu wengi, na mbona serikali ikasema hii 49% hii iwekwe. Kama yeye anasema ameweka bilioni 30, wapo watu ambao wanaweza kuweka zaidi ya bilioni 30 katika klabu ya Simba na maisha ya Simba yakaendelea. Lakini tukienda kwa staili hii, Simba haitaweza kufikia malengo yake, kwa sababu toka nimemfahamu rais wa heshima, ndoto yake namba 1 ni Simba kuwa bingwa katika mpira wa Afrika, katika ligi kuu ya Afrika, si ndio? Toka nimemfahamu. Lakini kila anaposimama anakwamishwa. Wale wanaokwamishwa kwa miaka yote, kwa nini unawakumbatia? Kwa sababu ni mzunguko tu, unamtoa huyu unamleta huyu, unamtoa huyu unamleta huyu, unamtoa hapa unamweka hapa. Miaka yote hawa ndio wanaokufelisha. Ndoto yako itatimia rais? Ndoto yako itatimia kwa kuzunguka na watu wao tu? Rais, jifunze, geuka upande wa pili. Kujifunza sio makosa, mtu mzima akikosea huwa anachutama rais. Na mimi niseme wazi, ili wana Simba wasilichukulia tu kiwepesi, wamrudishie Murtaza Mangungu timu. Kama aliweza kuwaletea Jairut, ana uwezo kuwaletea viongozi na matajiri wengine na timu ikaongoza. Leo hii timu inaongozwa na mtu ambaye ana asilimia chache, kwa kigezo kwamba maskini hana kiapo, kwamba kwa sababu tu. Lakini nakwambia hivi, kama rais wa heshima aliweza kusimama na wana Simba akasema kuna watu wanamfelisha, hata kwenye hili pia amefeli. Atoke hadharani awataje wanaomfelisha, wana Simba waruke nao.